anakuja kuyaondoa yale mazingira ndani ya huyu moyo wa mwanadamu. Unaweza ukashindwa kuelewa. Mungu anamwandalia mwanadamu mazingira, lakini Mungu anapomwandalia mazingira, adui ana tabia ya kubadilisha yale mazingira ambayo Mungu ameandaa kwa mwanadamu. Haujanielewa? Yesu alipoingia majaribuni, alipokuwa Mungu akimwandalia mazingira ya kuja kukukomboa, adui akatokea akamwambia kwamba unisujudie na hivi vyote nitakupa. Kwa hiyo kuna majaribu ambayo Yesu alikutana nayo. Kwa sababu gani? Adui alichokuja kutengeneza ni kuweka mazingira yake ya kumfanya asimuone Mungu katika ile hali ambayo anayoipitia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu anapotengeneza mazingira kwako, ni lazima utakutana na vipingamishi, kwa sababu matokeo yatayokuja kutokea kwenye mazingira ambayo Mungu anakupitisha yatakuwa sio matokeo ya kawaida. Nataka nikwambie kwamba kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwa sababu umekubali kutembea na Bwana katika mazingira ambayo Mungu anaandaa ndani ya moyo wako, yatakuwa sio mazingira ya kawaida. Ndio maana adui anakuja kwako kwa ajili ya kukupiga vita, ya kuachilia kila namna ili uweze kukata tamaa na kuiacha imani. Nataka nikwambie ya kwamba simama na Bwana, kwa sababu yeye anaandaa moyo wako kuwa shujaa. Yeye anaandaa moyo wako kutembea katika njia ya kushinda na zaidi ya kushinda. Amina. Ukiangalia Yoshua, moyo wake haukuandaliwa tu pale anapewa kijiji, bali tunajifunza katika kitabu cha Isaya walienda kuipeleleza nchi, na Musa akiwa ndio kiongozi mkuu wa wana wa Israeli. Kwa hiyo kuna namna Daudi hakumshinda Goliati katika siku ile, bali Daudi aliandaliwa kwanza. Kwa hiyo katika maandalizi ya kwanza ya Daudi yalimfanya kuja kumshinda Goliati. Kwa sababu gani? Aliona uwezo wa Mungu katika mazingira aliyokuwa anapitia. Alikutana na wanyama wakali, Mungu akaweza kumtia nguvu, Mungu aliweza kumsaidia, Mungu aliweza kumbusha katika yale mazingira. Kwa hiyo alipokutana na Filisti na yule Goliati, akatambua ya kwamba huyu sio agano la Mungu. Kwa nini anamtukana Mungu wao? Ndani ya moyo wake akasema ya kwamba mimi nitampiga yule Goliati ambaye ni mtu ambaye analitukana jeshi la Bwana. Sikiliza ya kwamba mahali ambapo Mungu anakuandaa ni kwa ajili ya utukufu wake, ni kwa ajili ya kushinda na zaidi ya kushinda. Tunasoma mitume walikutana na majaribu mbalimbali. Kina Paulo na Sila walitupwa gerezani, lakini hawakuangalia yale mazingira yao, walimtazama Kristo. Nataka nikwambie ya kwamba katika mazingira unayopitia, Mungu anaandaa moyo wako ili uweze kuwa shujaa, kuwa jitu lenye imani na kushinda kila anayekuja mbele yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Mungu anaandaa mazingira na anauandaa moyo wako. Kwa nini leo wengine wanakata tamaa juu ya imani, wewe unaendelea na imani? Kwa nini wengine wamefika kusemwa kidogo tu wakaacha imani, wakaacha kumtafuta Mungu, wakaacha kusali, wakaacha huduma? Kwa nini? Kuna vita ambavyo wanakutana navyo, lakini kwa sababu Mungu anaandaa nao yetu, tunapokutana na vita tunatema hivyo vita. Vita hatutaogopa. Kwa sababu gani? Yupo jemedari wa vita, yupo mwenye vita ambaye yeye ndiye jemedari, ambaye yeye ndiye mshindi. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atutie nguvu. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo hata warushe matunguli yao, hata warushe mchawi wao, hata warushe goda wao, amini ya kwamba unashinda na zaidi ya kushinda. Kwa sababu gani? Yupo aliyekupenda wewe. Moyo wako utangazia kwamba moyo wangu tulia kwa Bwana. Kwa sababu gani? Ndiko zitokapo chemichemi za uzima. Heri wenye moyo safi, ndio wataumwona Bwana. Kwa hiyo wanaweza
maisha, maneno yao, vita vyao, ili moyo wako ukasanyike, uwe na hasira. Tumejifunza kwa habari ya mtu wa ndani.